أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين فصلوات عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ama bado tunamshukuru Mwenyezi Mungu Jalla fil Ula ambaye ametuweka hai katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Bila shaka tuko kumi la mwisho tena la Ramadhan na tunakaribia kuiacha Ramadhan. Mara nyingi katika wakati huu watu huwa wana fikra mbalimbali. Wengine wanasema Lailatul Qadri labda ishapita juzi, wengine imepita jana, wengine kila mtu anakuwa na fikra zake kulingana na yale dalili zile ambazo ameziona. Kitu cha muhimu ni kwamba siri ya Lailatul Qadri anaijua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu anatakiwa aendelee na kufanya ibada mpaka Ramadhani itakapomaliza. Leo insha Allah tutazungumzia kuhusu nini baada ya Ramadhani. Baada ya Ramadhani, yani tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini kitokee kwako wewe baada ya Ramadhani, na utajuaje wewe kama ulikubaliwa funga zako katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na unatakiwa uishi vipi baada ya Ramadhani? Kwanza, ili kujua hilo inabidi turudi kwanza katika lengo la Ramadhani. Mara nyingi watu wengi katika Uislamu huwa ni watu ambao wanafanya ibada bila kujua malengo yake. Mara nyingi wanafanya kwa mazoea zaidi na kurithi zaidi. Yani amemsikia mtu jambo hili anafanya na yeye atafanya, ataiga. Wakati mwingine hilo jambo linakuwa silo hasa. Mfano ambao mara nyingi huwa nautoa misikitini, utasikia tabarakallahu rabbul alamin, tabarakallahu wa ta'ala amin. Utakuta maimamu wanasema tabarakallahu wa ta'ala amin, alafu tena watu wanaitikia na nini, lakini kwenye Kiarabu hakuna kitu tabarakallahu wa ta'ala amin. Kitu hicho hakiko, sababu tabarakallahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ametukuka na katika utukufu. Amina inahusiana nini na hii si dua? Lakini kumbe yale maneno yalikuwa tabarakallahu wa ta'ala rabbul alamin. Haya ndo maneno ya asili, lakini kutokana na kupokelewa na watu sasa imekatika neno rabbu, kwa hivyo inakuwa tabarakallahu wa ta'ala alafu anatekea amin. Kwa hivyo haya ni mazoea tunakuwa tunarithi, na mara nyingi katika nchi yetu ya Zanzibar tunafanya dini kwa mazoea zaidi kuliko kutokana na ile inavyotakiwa. Sasa kila kitu kina lengo lake. Swala kwa mfano, swala lengo lake ni unyenyekevu, ile hali ya kwamba wewe unasujudu kumsujudia Mungu, maana yake uko tayari wewe kutekeleza amri yoyote ile ya Mungu, kwa sababu amri kubwa ni kusujudu ukamsujudia Mungu. Kwa hivyo kama umemsujudia Mungu, maana yake kwamba uko tayari na amri nyingine yoyote, unamnyenyekea Mungu katika unyenyekeaji wa hali ya juu kabisa. Sasa huwezi ukawa unaswali alafu baadaye unazini, unaswali unalewa, unaswali unavuta bangi, unaswali unafanya mambo mengine ya upuuzi, unaswali lakini unakwenda uchi. Sasa nini hapa kinatokezea? Kinatokezea kwamba watu wanaswali kwa sababu wanaonekana wenzao wanaswali, kwa hivyo swala inakuwa kama mazoea. Lakini ikiwa wewe umeweza kumnyenyekea Mwenyezi Mungu mpaka ukasujudu, amri ya kusujudu, hii ni amri kubwa, kwa hivyo hutoacha amri yoyote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ya lengo la swala. Tunapohiji kwa mfano, hija tunajikumbusha akhera zaidi, na ndio maana mtu anakuwa na nguo, anavaa sanda, watu wanakushanika kwa pamoja, kama kufufuliwa na mambo mengine mbalimbali. Sasa ikiwa wewe umeshakufa, umeshafufuliwa, yani umepata mafunzo ya kufa, mafunzo ya kufufuliwa, inakuwaje tena baada ya kumaliza hija unakwenda kutafuta mwanamke au mwanamme, unakwenda kutafuta haramu? Kwa hivyo ina maana hukujua hasa kule hija umekwenda kufanya nini. Wewe umeona kwamba watu wanavaa nguo na wewe unavaa, watu wanazunguka na wewe unazunguka, lakini watu wakivaa nguo, wakibadilisha kavaa ihram, maana yake wanajikumbusha kufa, wanajikumbusha sanda. Watu wanapozunguka pale wanajikumbusha siku ya Kiyama.
wanajikumbusha matokeo yatakayotokezea siku ya kufufuliwa, wakati watu watakapokuwepo kwa Mwenyezi Mungu wamekushanika wote kwa pamoja, yauma yaqumu nasu lirabbil alamin, siku watakaosimama kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wako watu wanakwenda hija wakirudi kwenye hija bado wanaendelea na maasi. Ni kwamba hawakujua lengo la hija. Lengo la kutoa zaka vile vile ni kutakasa mali kutokana na mambo mbalimbali. Na mtu kama anatoa zaka, maana yake ni kwamba anaangalia utakaso kwanza wa nafsi yake, halafu wa mali yake, halafu inamjia fikra ile ya kwamba mimi mali kanipa Mungu na Mungu ameniamrisha nitoe zaka, kwa hivyo madhali inafuata amri ya Mungu basi ninatoa zaka. Maana yake nini? Maana yake hawezi kuchuma mali ya haramu. Ikiwa mtu anatoa zaka anachuma mali ya haramu, ina maana amefanya nini? Hajajua lengo lake. Tunakuja katika funga, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo na madhumuni ya funga ni kumcha Mungu. Funga ni mti wenyewe unazaa, unakaa kwa muda wa mwezi mmoja. Baada ya mwezi mmoja mti huu ndo unatoa matunda. Sasa hivi matunda ya saumu yashaanza kuwa makubwa. Matunda ya saumu yatawiva na kuchumwa siku ya Idi. Ile siku ya Idi ile ndo kunachumwa matunda ya saumu, nayo matunda ya saumu ni ucha Mungu. Kwa hivyo maana yake hii ni training anaipata mtu kwa muda mwezi mzima, ni mafunzo anayapitia. Yakimaliza mafunzo haya anakuwa ni mcha Mungu moja kwa moja. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Utajijua wewe kama ulifunga kweli siku ya Idi. Ile siku ya Idi kama utaupata ucha Mungu siku ya Idi, ina maana wewe ulifunga. Kwa hivyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba ulijifundisha Ramadhani nzima mambo ya hatari kabisa. Jambo la mwanzo ulijifundisha mpaka kula pia unaacha. Na kula ni jambo la kawaida, lakini unaacha kwa sababu Mwenyezi Mungu kaamrisha watu wasifanye nini? Wasile. Mpaka kunywa maji unaacha kwa sababu Mwenyezi Mungu kakataza watu wasinywe maji. Mpaka jambo la halali lile la mke na mume linaachwa mchana huu wa Ramadhani. Mtu hawezi kustarehe na mkewe mchana mzima kwa sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni ucha Mungu, na unajifundisha ucha Mungu wa hali ya juu kabisa, kiasi ambacho yale mambo yaliokuwa ni halali mwezi wa Ramadhani sasa hivi, yani yaliokuwa ni halali mwezi wa Ramadhani yanakuwa ni haramu. Maana yake nini? Maana yake kwamba wewe baada ya Ramadhani utaendelea kuyaacha mambo ya haramu, kwa sababu Ramadhani ulijifundisha mambo yale ya halali, pia ulijikataza. Sawa sawa na tuseme labda madaktari wanapewa training. Baada ya kumaliza tu ile training ya udaktari, wanatakiwa wawe mahodari zaidi katika kutibu. Nini kinachotokezea hapa Zanzibar? Kinachotokezea ni kwamba watu wanafunga kimazoea, hawajui lengo la saumu ni nini. Wanaingia katika saumu, wenzao wamefunga na wao wamefunga. Ikimalizika Ramadhani ndo watu wanakuwa waovu zaidi kuliko wakati wowote katika historia. Siku hiyo ya Idi watu ndo watolewa, siku hiyo ndo watu watazini, siku hiyo watu watakwenda uchi, siku hiyo watu watacheza kamari, siku hiyo kila la haramu ndo litakuwa halali siku hiyo. Kwa hivyo maana yake watu hawa watakuwa hawakupata mafunzo ya funga. Lile tunda lao lile lilokuwa linazaliwa limekuwa pevu, lakini badala yake kumbe limeharibika. Unaweza wewe ukapanda tuseme labda tikiti, matikiti yakaja makubwa, lakini baadaye ukalitizama ile tikiti unalipasua tu, ndani limefanya nini? Limeharibika, limeoza. Kwa hivyo mtu yoyote yule ambaye atafanya maasi katika siku ya Idi, huyo tunda lake la ucha Mungu limeharibika, limeoza, hakupata faida ya saumu, hakujifunza kwenye saumu. Mwenyezi Mungu Jalla fil Ula anasema katika Qur'ani al-Karim, fastaqim, ebu simama. Staqim maana yake kama unafanya jambo lililokuwa zuri, endelea nalo maisha. Fastaqim, endelea kufanya mambo mema. Kama umirta, anaambiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ulivyoamrishwa.
waman taba maaka, na walotubu pamoja nao Waislamu, na wao wanatakiwa wapate istiqama. Istiqama ni kuendelea na mambo mema mpaka kufa. Wala tatghau, msije mkafanya maovu, mkachupa mipaka katika maovu, jambo hilo msije mkalifanya. Innahu bima ta'maluna basir, hakika Mwenyezi Mungu mnayoyafanya yote yeye anayaona. Suratul Hud aya 112. Kwa hivyo ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa aendelee na kumcha Mwenyezi Mungu maisha yake, na Waislamu tumeamrishwa tuendelee na kumcha Mwenyezi Mungu maisha yetu, maana yake ni kwamba funga inaendelea baada ya Ramadhani, isipokuwa baada ya Ramadhani kuna baadhi tu ya mambo tutakuwa tumeruhusiwa, lakini ile kujiepusha na mambo ya maovu inaendelea kama kawaida. Sasa itakuwaje wewe Ramadhani ulivaa shungi? Nasema Ramadhani hii bwana alhamdulillah, akajitanda mashaallah, amekuwa mzuri Ramadhani. Ikimalizika Ramadhani anatupa shungi lake. Haya, wewe ulijitanda kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah. Allah baada ya Ramadhani anaondoka. Allah la yamut, kama alivyosema Saidna Umar, Saidna Abu Bakar bin Khattab radhiallahu anhu, man kana yu'minu Muhammad fa inna Muhammadi matat. Yule anamwamini Muhammad ndo Mungu wake Muhammad. Muhammad leo amekufa, kwa hivyo kama kafa atafute dini nyingine. Wa man kana yu'minu billahi, yule anayemwamini Mwenyezi Mungu, fa inna Allaha hayyun la yamut, hakika Mwenyezi Mungu yuko hai, hafi, aendelee kufuata dini. Hapo alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunasema Ramadhani inamalizika. Man kana yaabudu Ramadhan, yule ambaye yeye alikuwa anaiabudu ile Ramadhani ndio Mungu wake. Fa inna Ramadhani madhat, Ramadhani tayari ishafanya nini? Ishapita. Kwa hivyo ikiwa yeye alikuwa anaiabudu Ramadhani, hafanyi maovu kwa sababu ya Ramadhani, basi Ramadhani imeisha. Lakini waman kana yu'minu Allah azza wa jalla, yule anayemwamini Mwenyezi Mungu ambaye yuko katika Ramadhani na baada ya Ramadhani, huyu aendelee na ibada zake, kwa sababu Mwenyezi Mungu, inna Allaha hayyun la yamut, Mwenyezi Mungu yuko hai wala hafi. Kwa hivyo baada ya Ramadhani jambo muhimu la kufanya ni istiqama, ni kudumu na yale mema uliokuwa anafanya Ramadhani. Ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoamrisha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa zawadi. Zawadi hii kaitoa duniani kabla watu hajafa, wale walopata tunda la uchamungu. Akasema innal ladhina qalu, hakika wale watakaosema. Hapa qalu maana yake sio kusema kwa mdomo, qalu ni kutekeleza. Rabbuna Allah, watakaosema Rabbuna Allah, yani jambo la mwanzo waseme Rabbuna Allah, yani kusema Rabbuna Allah ni kwa Muislamu. Thumma, kisha baada ya kusema hivi, istaqamu, watasimama moja kwa moja katika ile njia, watadumu katika njia ile, basi fala khawfun alaihim, hawa watu watakuwa hawana hofu juu yao wakati wa kufa, wala yahzanuna, wala hawatohuzunika huko akhera. Kifo mara nyingi kinahuzunisha, ndio maana watu wanakuwa wanalia mtu kafa. Lakini yule aliyekufa akiwa mcha Mungu, basi yeye hahuzuniki, kwa sababu anaoneshwa pepo yako ndio hii hapa, kwa ajili ya kujiziwia maovu. Hapa siku hii umefanya hivi, umefanya hii, hii ndio pepo yako. Kwa hivyo ile kwamba anayo pepo, la yahzanuna, hatohuzunika. Ulaika ashabul janna, hao ndo watu wa peponi. Na kwa kweli mafanikio ya dunia nzima hasa ni kupata pepo. Yaani hapa duniani hasa tumekuja kufanya mambo mawili, aidha kuipata pepo au kupata moto. Haya ndo mambo mawili ambayo kila mwanadamu anakuja, awe Muislamu asiwe Muislamu. Muislamu anaitafuta pepo, na kafiri yeye anaingia katika nini? Anachuma moto wake. Na Waislamu wako makundi mawili. Kuna Waislamu ambao wao kwa maovu wanayoyafanya watastahiki moto kwanza katika muda usiojulikana, ndipo wapate nini? Wapate pepo. Na hawa Waislamu hawa ndio Waislamu wa kawaida.
Waislamu wengi wale ambao siku ya Idi watakwenda katika viwanja wakaanza kutongozana, wakaanza kufanya zina katika viwanja, akatafuta mtu dira lake. Na sasa hivi inawezekana una nguo yako wewe tayari ushapasua mpaka huku, unakusudia siku ya Idi uende zako katika viwanja. Wengine tayari washatafuta uturi wao, wanakusudia wajipambe siku ya Idi wende katika viwanja. Wengine watafika saa 4 huko, watazungumza na wanaume, watatongozwa. Wengine watafanya zina huko. Wengine siku hiyo watalewa. Wengine siku hiyo watacheza ngoma. Wako wanaume siku hiyo watavaa nguo za kike. Alimradi itakuwa ni vurugu mechi tu katika Idi litafanyika la ajabu kabisa. Walevi watarudia chupa zao, tayari Ramadhani nzima hii hajalewa, lakini siku ile atarudia chupa yake alewe. Wale ambao waliswali kwa ajili ya Ramadhani wamekwenda msikitini, alhamdulillah, baada ya Ramadhani wataacha swala. Alimradi itakuwa fujo tu kabisa. Watu wote wajihakikishie wataenda motoni. Hakuna haja ya watu kuwadanganya au kawazungusha au kawafanya nini. Ni bora kuambia ule ukweli tu. Mtu yoyote yule ambaye anazini, analewa, anafanya maasi, anacheza ngoma. Yani kuna Waislamu sasa hivi ni wasanii. Unamkuta mtu ndo msanii yeye Muislamu. Wasanii ni watu wa motoni, wachezaji wa ngoma ni watu wa motoni, walevi ni watu wa motoni, wazinzi ni watu wa motoni, wanaokwenda uchi wote ni watu wa motoni. Na ushahidi tutatoa ili kwa sababu useme huyu kazi yake kutia watu motoni tu, sio mimi, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Ramadhani ikimalizika, watakaofanya haya mambo ni watu wa motoni. Na ina maana kwamba hii Ramadhani walikuwa waongo, wanafiki, wakijificha tu, ndio wamejitokeza. Kwa hivyo atakayefunga kweli atajulikanwa siku ya Idi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina qalu, hakika wale ambao watasema Rabbuna Allah, mola wetu ni Mwenyezi Mungu, thumma istaqamu, wakisha wakasimama katika njia hiyo ya kufanya mema na kuacha maovu, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hawatokuwa na hofu wala hawatohuzunika. Ulaika ashabul janna, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao ni watu wa peponi. Khalidina fiha, wataishi humo peponi milele na milele, hakuna tena muda, manake maisha tu yanaendelea. Na tajiri mkubwa wa dunia siku ile atakaotiwa motoni, hajafika motoni, yuko katikati ya moto, ataulizwa na malaika, wewe si ulikuwa tajiri? Wewe ulikuwa ukitamba, ukifanya hivi, ulikuwa na magari, ulikuwa na majumba, ulikuwa na mashamba, ulikuwa na hivi, hukumbuki wewe ulikuwa umestarehe? Anasema, wallahi mimi toka naumbwa sijapata kuwa na starehe hata siku moja. Mimi naona adha na tabu tu, sababu tayari atasahau yale mambo ya dunia ya starehe. Hizi starehe za dunia ni za kupita tu. Na maskini yule alikuwa fakiri kabisa, hana nyumba, anavujiwa yani mvua hii inakuja, yeye anavujiwa, atavujiwa hii kwanza nyumbani kwake, atavujiwa na kitandani kwake, hana chakula, iftari hana, alimradi yeye yuko katika maudhi ya dunia, lakini anastahamili, anaswali, anafunga, anafanya mambo mema. Mwenyezi Mungu atamtia peponi. Akimtia peponi, kabla hajafika katika ile pepo yake kuikagua iko wapi na hivi, atamuuliza kwanza, wewe si fulani? Wewe naam, ndiye. Wewe si ulikuwa maskini dunia? Anasema, mie sijai kuwa maskini mimi hata siku moja. Hujai kuwa maskini kule duniani ukipata tabu? Asema, sio mie. Mimi nakumbuka ninachokumbuka ni raha na starehe. Tena atamwambia Mwenyezi Mungu, angalia majumba yangu ya dhahabu hayo, angalia mie shida. Sio mie. Huyu anasema uongo mbele ya Mungu. Hasemi uongo, amesahau nini? Shida zote za dunia. Kwa hivyo hizi shida zote za dunia hizi utasahau utakapoingia katika pepo, na pepo ndiyo itakayokuwa mafanikio makubwa zaidi kuliko mafanikio yote yale. Ndio maana makafiri, yawaddu alladhina kafaru law yaftadi min adhabi yawma idhin bibanihi, na imekuja waman fil ardhi jami'an thumma yunjihi. Yani watataka atoe mtu mwanawe, kama mwanawe labda amtoe nani, lakini akiambiwa atoe dunia nzima yuko tayari. Hii dunia kama itakuwa yake yeye, ampe Mungu asalimike na moto, lakini Mwenyezi Mungu hatokubali haya. Maana yake nini? Maana yake dunia ni kitu dhalili tu, kumbe kwamba mtu yuko tayari akitoe ili asalimike na moto wa Mwenyezi Mungu ambao hatosalimika nao.
Kwa hivyo ulaika ashabul janna khalidina fiha, hayo ni malipo jazaan bima kanu yaamalun, ni malipo kwa ajili ya amali zao. Na hizi amali ni ngumu. Kila mtu anatoka na dira lake. Wewe unatoka na buibui lako jeusi siku ya Idi, watu watakucheka, manake wakutizame. Manake Zanzibar tabia za watu ziko hivi kwamba buibui linavaliwa siku ya maziko. Kwa hivyo wewe ukivaa buibui siku ya shughuli, watu wote wanakutizama. Anaweza akakuita mtu akakuuliza, salamu alaykum. Alaykum salaam. Hivi unakwenda shughulini au unakwenda mazikoni? Leo kuna shughuli hivyo. Kwani shughulini mtu haendi kwa buibui? Shughulini anatakiwa avae buibui lake. Mwanamke yoyote akitoka nje avae buibui lake jeusi. Hii ndio sheria. Huyu ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha na masahaba ridwanullah alaihim ajma'ina, wote walikuwa wakifanya hivi. Ikiwa sikukuuni unakwenda na dira, unakwenda na kijora kimepasuliwa, kina marembo, unapata dhambi kuanzia pale utakayovaa nguo mpaka utakaporudi, kwa sababu umekwenda kinyume na aya ya Mwenyezi Mungu aliyokataza kuonesha mapambo nje. Na mapambo ni ile nguo yenyewe ya dira, kijora umevaa nje. Kwa hivyo wanawake sasa hivi katika shughuli wote takriban wanapata dhambi, 99%. Sijawahi kumwona mwanamke mimi katika shughuli akavaa buibui. Mpaka wale maustadha sasa hivi wanaogopa, wanaona haya kuvaa buibui katika siku ya nani, siku ya harusi, kwa sababu watachekwa, wataonekana watu wabaya. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wanawake wote siku ya harusi zao wakivaa mabuibui meusi. Hii tunafuata mila tu, tunakwenda tu kwa sababu ya mila, tunakwenda kwa ukaidi. Na watu wa Unguja wakaidi, hawana elimu, na ukawafahamisha hawataki. Dira na kijora ni nguo ya kuvaliwa ndani mtu na mumewe, sio nguo ya kutoka nje. Kwa hivyo mtu yoyote siku ya Idi atakayetoka na kijora chake, atakayetoka sijui na dira lake, atakayetoka sijui na kiguo chake cha mapambo, huyu anaandikiwa dhambi mpaka arudi. Na huyu ni mtu ambaye saumu yake ni batili. Batili maana yake nini? Batili maana yake kwamba alifunga, hatuwezi kusema kwamba hakufunga, lakini si mtu ambaye amefikia uchamungu. Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina qalu, haka wale wanaosema rabbuna Allahu, mola wetu ni Mwenyezi Mungu, thumma istaqamu, kisha wakasimama katika ile njia, tatanazzalu alaihimul malaika, Mungu atawateremshia malaika duniani kabla hawajafa. Waambie vipi? Waambie alla takhafu, msiogope jamani, msiogope, wala tahzanu, wala msihuzunike, wa abshiru bil janna, atawabashiria hao malaika pepo, allati kuntum tuaduna, ambayo umeahidiwa. Utakapokufa tu basi malaika watakuja ambia usio na wasiwasi. Surati Fussilat aya 30, usio na wasiwasi, wewe unaenda zako peponi moja kwa moja, na unaoneshwa sasa pepo yako hii na hii. An Sufyan, kutoka kwa Sufyani, qala, anasema qultu ya Rasulullah, Sufyani alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulli fil islam, hebu niambie mimi jambo litakalokuwa katika Uislamu, qaulan, jambo ambalo la asalu anhu, sitomuuliza mtu mwingine, ahadan baadaka, hata mmoja baada yako wewe, au ghairika, bali sitomuuliza mtu mwingine. Qala, akasema qul, sema maneno yako, useme hivi amantu billahi. Wewe mwenyewe useme amantu billahi, maana yake uamini Mwenyezi Mungu wa Muislamu. Halafu baadaye thumma istaqim, kisha fungamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, endelea na kumcha Mungu maisha. Ndo maana ya istaqim. Istiqama maana yake hasa ni kuacha maovu na kuendelea na kufanya mema. Na hili si Ramadhani tu, inatakiwa mtu aache maovu baada ya Ramadhani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anamweleza muumini. Muumini ni mtu ambaye hawezi kufanya maovu, huyo ndo muumini. Na lile tunda la imani lina maana gani kule akhera? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, katika surati Maryam, anasema watapita watu wote katika moto, watu wote, waumini na si waliokuwa si waumini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaokoa wacha Mungu, atawaokoa wacha Mungu.
Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataokoa cha Mungu katika hiyo sirati. Sirati atapita kila mtu, Muislamu, muovu na mwema, lakini watu wataanguka kwenye sirati, wengi mno watapukutika kuingia motoni, na sirati wakati huo itakuwa iko katikati ya moto. Wanunaji alladhina taqau, tutawaokoa katika hiyo sirati alladhina taqau, wale walomcha Mungu, so alladhina amanu alladhina aslamu, wale ambao walikuwa na sifa ya ucha Mungu. Wanunaji alladhina taqau, tutawaokoa wale waliomcha Mungu. Wanadharu dhalimina fiha jithiya, na tutawaacha waovu siku hiyo jithia, wakijiangukia tu katika moto, wakipapatika, wanaanguka katika moto wa Jahannama, wanaungua. Mwenyezi Mungu hatojali. Hawa ni wale Waislamu ambao Ramadhani walifunga, baada ya Ramadhani wakafanya zinaa, wakafanya ulevi, wakaenda uchi, wakaacha swala, wakamfanyia Mwenyezi Mungu uhuni. Make mambo mengine watu wanafanya ni uhuni, na sasa hivi wanawake wengi ni wahuni. Hii ni sifa naitoa, kasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisemi mimi. Huu ni uhuni wanawake wanafanya. Mfano, katika sikukuu ndio hivyo, wanakwenda na vigiora, wanakwenda na viguo wamepasua. Wakishafika kule sikukuni, wanakutana na wanawake na wanaume, wafika katika viwanja hivi vinaitwa vya maguniani, watu wanazini. Kuna mtu mmoja alifanya utafiti akagundua kondom zaidi ya 60. Watu hawa 60 wamezini siku ile ya Ramadhani, yani kumaliza tu Ramadhani, mfunguo mosi, siku ile ya kumaliza Ramadhani, watu 60 wametumia kondom kuzini. Achilia mbali wale ambao hawajatumia kondom. Haya ndio yanayotokea katika viwanja vya sikukuu. Hivi kweli huu ndio Uislamu kweli? Ndio Mwenyezi Mungu tunamuonesha Uislamu huu? Hata hatuna aibu, fedheha hatuna, kwamba haya ni mambo mabaya kabisa. Hii Ramadhani limetufundisha nini? Ikiwa Ramadhani ilitufundisha sisi kuacha maovu, kwa nini baada ile Ramadhani tu watu wanaingia katika maovu? Mwenyezi Mungu anasema jambo lifuatalo: wamakana, haiwezekani, wamakana, it is impossible, limu'minin, kwa muumini, wala mu'minatin, wala muumini wa kike wala wa kiume, idha qala Allah, Mwenyezi Mungu anapokataza jambo, wa rasulu, na mtume wake, amran, jambo lolote, an yakuna lahumul khiyaratu, mtu anasema mimi hiari yangu, nafanya ninavyotaka. Wewe umeambiwa bwana utoke na buibui, unasema nitatoka na kanga. Toka na buibui nyumbani kwako. Ukitoka nje unasema nitatoka na madira, nitatoka na kijora. Na huu mpango mnafanya wanawake katika shughuli, mkafanya sare. Sare zenu ni haramu, hakuna sare hizo mnazoifanya. Sare katika Uislamu ni buibui. Hii sare kashatoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi mna kitu gani cha kufanya kumzidi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ina maana nyinyi ndio mna akili zaidi, nyinyi ndio mnateremshiwa wahi, hata mnatoa sare kinyume na sare za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sare kijora chenyewe mtu akiinua hivi unaona mpaka kwapa. Hiyo ndo sare inatolewa ya wanawake. Wanakwenda shughulini hao wanawake, na wakifika huko shughulini wanafanya vitendo vya Firauni. Wakisha kufika hapa wanakata vibuno, wanacheza, wanakumbatiana wanawake na wanaume katika magoma. Hawa ni watu ambao zamani walifunga saumu. Shay'un ajibu, mpaka yule malaika anaandisha madhambi pia anashangaa, huyu ndo mtu alifunga kweli huyu? Anakata mabuno pale tena kwenye sherehe, na mwanamme yuko nyuma anamkobea, rusha roho. Alafu tena wanafanya kufuru katika hizo rusha roho zenyewe. Kufuru gani? Zinatiwa nyimbo, mke wa mtu mtamu, mke wa mtu mtamu. Subhanallah, mke wa mtu mtamu sio? Yani wewe unamwambia Mungu kasema wala takrabu zina, wewe unamwambia Mungu zina ndo tamu, afu tena unazungumza hadharani. Wallahi billahi tallahi, watu watakuja kujuta siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu hatokubali asidan. Watu kama hawa Mwenyezi Mungu atawachukua, atawaadhibu, na adhabu yao itakuwa kuwapandisha katika mlima mkubwa motoni, ambao kupanda kwake miaka 1000. Watapandishwa, wakifika juu huko kabisa wataangushwa chini kabisa, waanguke, wavurugike, na malaika watauliza hawa wanakosa gani? Atasema Mwenyezi Mungu, ulaikal mutakabbiruna, hawa ni watu wahuni ambao leo uhuni wao wametakabari.
Yani inapigwa ngoma, mke wa mtu mtamu, mke wa mtu mtamu, alafu na wewe tena unashangilia. Yani maana yake Mwenyezi Mungu unamkaidi. Alafu wewe ni Muislamu, ulifunga, umo katika harusi vile vile, wanawake wanachukua bwana harusi na bibi harusi, haya mpige busu, anakumbatia, mkumbatie, anakumbatiwa, alafu tena na mapicha pale inateka kwenye WhatsApp, inapelekwa sijui kwenye Twitter, inapelekwa sijui kwenye nini madude gani, alafu tena mkumbatie, mpige busu, wanakumbatiana pale bibi harusi na bwana harusi na watu wako nje. Nasema huo ni uhuni. Nasema tena, huo ni uhuni. Wewe tafsiri vyovyote, mimi nakwambia huo ni uhuni. Na wanawake sasa hivi mmekuwa wahuni zaidi kuliko wakati wowote katika historia. Wewe nataka nikuulize kitu kimoja. Wewe una mkweo, umeolewa na mkweo, baba wa mumeo. Hebu siku moja fatana wewe na mumeo, halafu nendeni mpaka mkafike kwa baba mkwe. Mkifika kwa baba mkwe, asalamu alaykum, akasalamu, habari siku salama, tumekuja kuwatembelea. Halafu wewe mchukue yule mumeo mbele ya mkweo, ufanye nini? Umbusu, umkumbatie. Utaambiwa nani? Atasema huyu jamaa hana akili nini? Kukaa mwanamme na mwanamke wakabusiana hadharani, wakakumbatiana hadharani, hiyo ni haramu. Anasema Ibn Taymiyyah kwamba ndoa na mahusiano ya ndoa, kuanzia kumbusu mke, kumkamata, kumpakata na masuala haya ni siri baina mume na mke, na yoyote atakayetoa siri hii mbele atapata adhabu kubwa zaidi kuliko mtu yoyote akhera, kwa sababu ametoa siri za mambo ya sexual relationship, siri za mahusiano ya mume na mke. Akasema hivi, kukumbatiana hadharani ni katika dhambi hiyo. Yani mtu atakayemkumbatia mkewe hadharani, watu wanamuona, huyu atapata adhabu kubwa zaidi, kwa sababu atakuwa amesema mambo ya ndoa, yani atatoa siri za ndoa. Siri za ndoa si lazima useme tu kwamba mke wangu bwana, tukilala bwana anafanya hivi. Ile kwamba mmebusiana hadharani ni kutoa zile siri za ndoa, mambo ambayo alitakiwa afanywe siri. Na haya ndo mambo yanayotokezea. Wanawake shughuli zao sasa hivi ndo ziko hivyo, wanafanya mambo ya ajabu, na sijui hasa maana yake inakuwa hakuna hata yule mtu mwenye kutumia akili. Mke na mume wakishaoana, basi wacheni tuende zao. Mambo ya kubusiana na kukumbatiana wapi? Nyumbani kwao kwenye madirisha na milango. Haya mambo yanayofanywa sasa hivi Zanzibar ni mambo ya ajabu, huwezi kuyapata popote duniani. Unamkuta mwanamke kakaa na buno lake siku ya shughuli, katoa buno ile kwenye hii gari, anakata mabuno, na dereva anaendesha gari. Huu ni uhuni, na watu hao wakamatwa, wapigwe mikwaju, wafungwe. Sasa na mnaitia aibu Zanzibar. Zanzibar ilikuwa ni nchi ya dini, sasa hivi Zanzibar imekuwa ni nchi ya uhuni, kwa sababu ya kutokujua maskini lengo la kuumbwa. Wewe ufe pale unakata yale mabuno, gari pinduke, mufe nyote. Mungu mnakwenda kumwambia nini? Yani unafufuliwa unakata mabuno, ndio itakavyokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Nasema hivi kwamba mambo watu wanaofanya siku ya Idi ni mambo ya haramu yote. Zina ya kwanza inafanywa siku ya Idi. Nyie watoto wari ndio mnaomba saa zina. Ikafika Idi wasema siku hizi ya sikukuu yangu, unamuomba mwanamme. We mtoto mwari mwanamke, unamuomba mwanamme sikukuu, unategemea nini? Sikukuu yangu Juma, nishakuwahi. Na yeye atakupa sikukuu, atakupa shilingi 2,000-3,000, alafu na yeye baadaye atakwambia tukutane maguniani, na mimi nataka sikukuu yangu sasa hivi, nishakupa pesa. Hapo ndio inapofanyika zina. Na watoto wari wengi Zanzibar wanapata mimba siku ya Idi. Huo ndio utafiti. Mimba wanaipata siku ya Idi kwa kuhalalisha kwao zina. Ulevi siku hiyo watu wanalewa sana. Toka hapa Unguja sasa hivi ni nchi ambayo ina ulevi mwingi zaidi kuliko nchi yoyote, kwa sababu watu wa Unguja kidogo, lakini hayo mabaa yalokuwemo na uo ulevi unaonywewa. Na ninasema iko siku nchi hii Mungu ataiangamiza kwa sababu ya maovu yanayofanywa, na maovu makubwa ni hayo ya ulevi, kuruhusu ulevi kila pahala, kuruhusu zinaa kila pahala, kuruhusu uliwati kila pahala. Na hiyo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha faala ummati sittati fa alaihim dimar, watakapofanya umma wangu sita wataangamizwa moja kwa moja. Wataangamizwa kwa upepo, wataangamizwa kwa mafuriko, wataangamizwa kwa mambo mbalimbali.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha dhahara laani, itakapodhihiri laana, kila kitu cha laana kipo, na tutakitaja hayo mambo ya laana. Alafu vile vile ikidhihiri miziki kupigwa kila pahala, na sasa hivi miziki imerindima. Humkuti Muislamu, zamani walikuwa wanafanya miziki makafiri, sasa hivi wanafanya miziki Waislamu, ma DJ Waislamu, watu wa muziki wote ni Waislamu, na muziki ni haramu moja kwa moja. Lakini kilichokuwa kibaya zaidi sasa hivi, mtu hatosheki na mziki wake, lazima ataweka maspika nyumba nzima, zile 3, 4, 5 anahinikiza. Huwezi kuswali, huwezi kufanya ibada yoyote. Huyu ataandikiwa katika watu ambao wana maudhi jirani, na atapata dhambi za kumuudhi jirani. Na wale wanaopiga marusha roho yale maspika 8, mtaa mzima amehinikiza sauti za maspika ya marusha roho, yeye ataandikiwa kuwaudhi watu wote wale, na atawalipa siku ya Kiyama. Sikukuu ina kithiri ngoma, mpaka makafiri pia wanakuja kupiga ngoma. Wanasema kwa kusherekea Eidul Fitri tunakwenda Unguja kucheza ngoma. Ina maana sisi Waislamu tulikuwa tumefunga Ramadhani, baada ya Ramadhani tunashirikiana na makafiri kumuasi Mungu. Hapa hapana saumu, usijidanganye bure. Vile vile kwenda uchi, watu washakata nguo za kupasua. Mafundi huko wanatabu, manake nguo inambana huku kiunoni, sijui inambana hapa kifuani, imepasuliwa mpaka makalioni huko. Hiyo ndo siku ya Idi. Nguo hiyo sio mbaya kuvaa, wala sio mbaya kushona kwa mtu na mumewe. Kama nyie wanawake nyie, hebu tafuteni hata chandarua mushone, muvae, lakini na waume zenu siku ya Idi. Kwa sababu watu wengine wamefikiri kwamba nguo fupi ni haramu. Inajia katika akili, hasa wale maustadhati wale wakubwa maniqabu, wale maninja, wasema mimi sina nguo fupi, mengo zangu zote mabuibui. La, umekula hasara rafiki yangu. Hebu katafute kiguo kifupi kile, kinakubana, kinapasua mpaka huko, kivae siku ya Idi. Baada ya salati al-maghribi, piga nani mahaludi pale, weka sijui madude gani na makhasia mafuta, alafu na lile umeondosha bedsheet lako, umeandika bedsheet maalum I love you dear lipo pale, na mahuludi hapo pale, na wewe nguo yako fupi, na bahati nzuri basi umeolewa na shekhe ustazi magharibi anaona vigo vifupi vile, na harufu zile na masumini yako pale. Basi anakwenda anatoka shekhe mwana zake kuswalisha salati al-isha, bismillahir rahmanir rahim, atapiga alhamdu vizuri. Baadaye anakwenda kwenye sura pale, anakumbuka mahaludi, anakumbuka maasumini. Bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Anasoma sura fupi kabisa katika msahafu mzima, Sami Allahu liman hamida, Allahu akbar. Akimaliza hana dua, hana chochote, anarudi nyumbani ameshakumbuka. Hiyo ndo Idi. Idi ni wewe na mumeo, sio Idi kwenye viwanja, sio kuvaa viguo vifupi ukajionyesha kwenye viwanja ukatoka nje. Idi ni mke na mume kwenye kitanda, hiyo ndo Idi. Na vile vile watu wanacheza kamari inachezwa sana. Nasema hivi, uko ahera jamani, msije mkatukamata shati mashehe mkasema mlikuwa hamtukatazi, hamtuambii. Nasema kamari haramu. Kamari inayofanywa na Yanga haramu, kamari inayofanywa na Simba haramu. Kuvaa nguo yenye kamari, ijapokuwa itakuwa nguo hiyo ya Simba ni haramu, ikiwa ni ya Yanga haramu. Beti haramu, nguo zote zile ziloandikwa beti, kubeti, zote ni haramu. Kupiga kamari zote ni haramu. Siku ya Idi watu wanafanya kamari, ni haramu. Na kamari imeharamishwa pamoja na ulevi kwa ubaya wake. Na sasa hivi Zanzibar watu wanacheza kamari sana, vijana watoto wadogo, au kamari ndo biashara yao. Siku hiyo Mwenyezi Mungu ameikataza zina katika surati al-Israi aya 17, sura 17 aya 32. Huu unaosema uhuni na ushahidi gani? Nimesema mambo mengi, mara nyingi wasema yule anatumia maneno magumu. Uhuni jambo kubwa. Mwenyezi Mungu kasema hivi, wala taqrabul fawahisha, msikaribie uhuni, ma dhahara minha wa ma batana, uliokuwa dhahiri au uhuni uliojificha.
Uhuni uliojificha ni mke na mume kutoka nje wakapigana busu hadharani, wakakumbatiana hadharani, wakati nyumba wanayo na chumba wanacho. Na shughuli unakofanyika hivi, shughuli bwana harusi akimbusu mkewe, shughulini, huu ndo uhuni. Na kaukataza Mwenyezi Mungu surati Al-An'am aya ya 151. Maharusi wasipakatane mbele za watu, wakishaoana basi mambo kupakatana na kubusiana waachie wafanye huko kwenye vyumba vyao. Kuwakamata pale mkawaambia wabusiane wapakatane, huo ni uhuni. Kautaja Mwenyezi Mungu surati Al-An'am aya ya 151, uhuni uliojificha. Na Mwenyezi Mungu kaukataza pia mwanamke kutoka na nguo imembana, amepasua, ana mapambo, halafu ana manukato, kakaa anakwenda zake siku ya shughuli. Tena mwanamke akasema tishu twanza tishu hajaja tunisubiri na nini, wamekwenda wote vitu wazi, wote wamejipamba. Hawa ni watu wa motoni. Tusidanganyane jamani. Ahera msije mkatukamata, sisi tuna dhambi zetu kubwa kule ahera, tunatakiwa tujibu kwa Mwenyezi Mungu. Msije mkatukamata mkasema mashekhe hawakutuambia. Asinfani min ahli nari lam arahuma, makundi mawili ni watu wa motoni sijawaona. Sinfu mahusiyatun yadhribuna biha nas, kama ilivyokuja hadithi, watu ambao wanakamata mijeledi kupiga watu bila ya sababu maalum. Wanisaun kasiyatun ariyatin mumilatun mailatun la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha, na wanawake wanaotoka wamevaa nguo lakini wako uchi. Maana yake hawakuvaa nguo za buibui na nguo hazistiri mwili, nguo za kupasuliwa, nguo zenye mapambo. Mailatun mumilatu, wanapita wakajitongoza kwa wanaume, wanakata vibuno kama wale wanaocheza ngoma. Wale wote ni watu wa motoni, marusha roho. Kila ukicheza rusha roho ujue we ni mtu wa motoni. Hii ni hadithi sahihi Muslim, hadithi sahihi kabisa ya Mtume. Yule mtu anapeleka kibuno chake hivi akajikatakata vibuno, mke wa mtu mtamu, mke wa mtu mtamu, na yeye yani anamkufuru Mungu. Jamani, tujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuachia tu hapo, lakini wallahi billahi atakapokukamata sasa Mwenyezi Mungu asabarabara, sasa atakwambia haya, yule mke wa mtu mtamu sasa ndo mimi nimekuja. Mimi nimekukataza zina, wewe unasema mume wa mtu mtamu, sijui mume wa mtu, sijui mke wa mtu, sijui nafikiri mume wa mtu, unasema mume wa mtu mtamu, mume wa mtu mtamu, vitu kama hivi. Basi ile ni kufuru, kwa sababu unakwenda kinyume na aya ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amekataza hayo. Na mambo yanayofanyika mengine katika Idi, kucheza ngoma ni haramu. Mwenyezi Mungu anasema minan nasi man yashtari lahu alhadithi liyudhilla bihi an sabilillahi bighairi ilmin wattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun alim. Ikaja pia adhabu muhin. Kuna watu wanacheza ngoma, hawa watapata adhabu kali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi Muslim, katika hadithi ya sahihi al-Buhari, hadithi ya 5590, ni hadithi sahihi, la yakunna min ummatin aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wa masakhu al-akhirina qirdatan wa hanazir. Watakuweko watu watahalalisha zinaa. Kuhalalisha zinaa ni hawa madada poa, wanawake wanaojiuza. Na sasa hivi Unguja imekuwa ni soko la wanawake wanaojiuza. Watu wanatoka huko bara huko na nini, wanakuja zao, kazi yao zinaa tu. Unamkuta mtu kakodi chumba, hana uwezo wa kukodi chumba. Unamkuta mtu sijui yani anaishi maisha ya nani, lakini kwa pesa za zinaa. Sasa hivi zinaa imekuwa Unguja rahisi zaidi kuliko ndoa. Ndoa yenyewe mnaifanya ghali, sijui milioni 5, milioni 6. Watu hana pesa hizo za kuoa. Madada poa 10,000, 5,000, 4,000. Hebu fanyeni ndoa, mahari yawe 100,000 basi, alafu muone kama watu hawataolewa. Masharti mengi yaliokuwa hayana msingi. Milioni 5, alafu utafute na kitanda, utafute na godoro, sijui utafute na showcase, sijui utafute sijui na madude gani, gharama yake inakuwa milioni 4, 5. Hebu jiulizeni nyewe, huo mshahara wa mtu kiasi gani? Mshahara wa mtu 500,000 ndo mahari yaka 500,000, 5, 6. Kwa nini? Kwani mtu lazima apate hayo madude hayo yote, sijui apate mavitanda, sijui apate sijui na magodoro, sijui. Kitu cha muhimu labda ni ile godoro na chandarua. Godoro ni muhimu kwa sababu anabidi alale. Godoro 100,000. Alafu na chandarua chake misha. Kuna haja hata kitanda. Mwache kitanda atapata baadaye huko kwa mumewe. Kwanza vitanda vinakuwa ni washabiki wakati wa mchezo wa mke na mume, vinaanza inakuwa tabu tena, maana yake
basi acheni tu ande na godoro lake mwenyewe na chandarua chake, basi kitanda atapata mwenyewe. Hebu irahisisheni ndoa na ifanye zinaa iwe ngumu, ndo tutapata mafanikio. Vile vile kamari nilisema kwamba ni haramu. Mwenyezi Mungu ameharamisha katika sura 5 aya 90 na 91. Ulevi ni haramu, Mwenyezi Mungu ameharamisha aya 90 na 91. Zinaa ni haramu, Mwenyezi Mungu ameharamisha aya ya 17, sura 17 aya 32. Uhuni, kuvaa vijora ni katika uhuni, Mwenyezi Mungu ameharamisha sura Al-An'am aya 151. Mtu kwenda uchi kwamba anatoka bila kujistiri, Mwenyezi Mungu ameharamisha surati An-Nur aya 31 na surati Al-Ahzab aya ya 59. Ngoma ameharamisha Mwenyezi Mungu, Luqman 31 na sura 31 aya ya 6. Kuna watu wa siku ya Eid, wanaume wanavaa nguo za kike, wakipiga vigoma. Aya yao hii inafuata, laana, wamelaaniwa Rasulullah na Mtume, mutashabihina minar rijali, wanaume ambao wanajifananisha binisai. Mwanamume anavaa cheni. Cheni ni nguo ya kike, ni vazi, ni pambo la kike. Kuvaa bangili mwanamume. Wal mutashabihati nisai birijali, na wanawake ambao wanajifananisha na wanaume. Mwanamke utamkuta kavaa fulana ya nje, hasa kwenye michezo au wakati wa mazoezi, ana fulana la nje na suruali. Lile suruali sio tu linatoa geography, manake yani maumbile yale ya mwili, linatoa mpaka biology. Unaona mpaka pale mbele, hasa hapa anapomama ntilie, jinsi palivovimba, palivofanya hivi. Yani inakuwa ni hatari mwanamke hasa mnene akivaa suruali, ajue kama amelaaniwa. Akienda katika michezo, akienda pala popote, mimi wala sijali. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kukusaidia wewe. Hebu tafuta buibui lako, ataka kwenye michezo, kwani buibui silipo? Tafuta buibui lako, suruali iwe ndani. Na malizia maelezo yangu haya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atiiwe muda wote wa Ramadhani na baada ya Ramadhani. An Abi Huraira, kutokana na hadithi ya Abi Huraira, ana Rasulullah, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, anasema kullu ummatin, kila mtu katika umma huu wa Muhammad, yadkhuluna aljanna, ataingia peponi, illa man aba, isipokuwa anaikataa mwenyewe. Qalu, akasema ya Rasulullah, wa man aba, nani atakataa pepo? Akasema qala man ataani, atakayenitii mimi, dakhala aljanna, huyo ndo mtu wa peponi. Wa man asani, atakayeniasi, faqad aba, huyo ndo mtu wa motoni, amekataa mwenyewe pepo. Sahihi Muslim 1835. Waislamu hawaingii peponi mpaka wachunge mipaka. Jamani, sikukuu ni ibada. Hivyo wewe katika ibada unakwenda kuzini, siku ya ibada unakwenda kulewa. Siku hiyo alohalalika kuvaa nguo nzuri, unatakiwa uvae, ujipambe. Alhamdulillah, wanawake nishawaambia kwamba watafute viandarua, washone viandarua. Nakusudia ile nguo inaonesha kila kitu ile. Tafuta kibukta chako cha chandarua kina bana hivi, alafu natafuta kiguo chako hivi cha chandarua kina bana, kinaonesha matiti, kinafanya kila kitu. Jipambe kwa ajili ya mumeo, sio kutoka nje. Sikukuu iko nyumbani kwa mke na mume, haiko kwenye viwanja. Viwanjani lazima, kama lazima uende kwenye viwanja, uvae buibui. Huwezi kaa ndani. Na uende na mwanao au mumeo, mfatane na mumeo, umchukue. Lazima umwambie mume wangu na kwenda sikukuuni na watoto, mwende pamoja mwisho saa 4, kwa sababu wakati wa swala ya Isha kila mtu anataka aweko wapi? Aweko kwao. Shughuli sikukuu hizo zote zinazofanywa hizo za viwanja ni sikukuu za haramu, kwa sababu watu wanachanganyika, wanawake na wanaume, watu wanazini, watu wanalewa, watu wanafanya maasi, na hawa ndio watu ambao funga zao hazikukubaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rubba saimun laisa min siyamihi shay'un illa al-ju', huenda mtu akawa amefunga asipate chochote ila njaa. Hawa ndio walokana njaa katika mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu anasema tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu mmewekewa. Faman yuti'illaha wa rasulahu, atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, yudkhilnu jannatun min tahtiha al-anharu khalidina fiha, ataingia peponi na atakaa milele katika pepo. Dhalika, jamani, hilo alfawzul adhimu, ndio kufuzu kuliko kwa kukubwa. Surati Nisa aya 13. Akaendelea kusema man yasi llaha wa rasulahu, yote atakayemwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, akavaa nguo za kujipamba, akatoka nje akaonesha mapambo yake, akajikwatua, akaenda katika viwanja vya Idi, akaenda akafanya zina, akaenda akafanya liwati huko, akaenda akacheza kamari, anaelewa, anayeacha swala,
basi waman yasi llaha wa rasulahu, na yote atakayemuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa yataadda hududahu, akaenda kinyume na mipaka ya Mwenyezi Mungu, yudkhilhu nara, ataingizwa motoni, khalidan fiha, motoni ataishi milele, walahu adhabu muhin, na huko kuna adhabu yenye kufedheheka. Surati Nisa aya 14. Kumaliza kwa mhadhara huu nasema, baada ya Ramadhani ulifunga, funga zinaendelea. Kuna funga 6 Shawali, kuna funga 3 kila mwezi. Mtu baada ya Ramadhani aendelee kufunga, ndo atapata manufaa ya kufunga. Kuna kusoma Qur'ani Ramadhani. Mtu kusoma Qur'ani hakuna kiwango, anaweza akasoma hata kama anaweza msahafu mzima. Nilikuwa tunaulizana kama anaweza kumaliza mtu msahafu, tukaona tabu kidogo, sababu kumaliza msahafu inahitaji saa 15. Lakini kuna watu wanaweza kujitolea saa 7 mchana, saa 7 jioni, akakesha akamaliza msahafu. Kwenye Ramadhani haina tatizo kumaliza msahafu kwa siku. Sijui nyie mlokuwepo hapo mmemaliza msahafu mingapi, yani muna hitima ngapi? Mtu ambaye wa chini kabisa angalau awe amemaliza kusoma Qur'ani mara 3. Wallahi billahi talai, kama tunafanya sensa hapa, si ndo wacha Mungu tulokuja kwenye mihadhara, wallahi hatuwapati watu hao. Hii Ramadhani inapita bure kwa mazungumzo huku sengenya. Basi jitahidi Ramadhani ya mwakani angalau kila siku pate angalau juzu 5 au juzu 3. Baada ya Ramadhani jitahidi mwezi mzima uwe umeshamaliza msahafu mmoja, mwezi mzima uwe umemaliza msahafu, kila siku pata juzu moja. Hiyo haipatikani. Watu wako katika miziki, watu katika kuchati, sijui kwenye Twitter, sijui kwenye WhatsApp. Sema nikutana na WhatsApp, unamkutana mwanamke yuko kwenye WhatsApp anajirekodi, mimi nataka mume, mnanitaka, kaweka manywele yake pale, kaweka matiti nje. Hao ndo wanawake wa sasa hivi, hawa ndo wanawake wa motoni, wametajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubora ni kuambia ukweli watu kuliko kuambia uongo, halafu baadaye akhera tukaja tukalaumiana. Mtakuwa mnalalamika, mashekhe mlikuwa wapi? Hamkusema, hamkufanya hivi. Na nyie huko mhadharani mlikuwa mnakuja mhadhara wa bure, wallahi hamji. Mbona kwenye miziki mnakwenda kwa maelfu ya pesa? Jambo jingine ni kutafuta ilmu. Jamani, watu wengi wajinga. Tatizo la hapa ni ujinga. Tafuteni ilmu, mashekhe wanasomesha, nendeni kwenye madrasa. Vile vile kusikiliza mawaidha, sikilizeni sana mawaidha. Mawaidha yanamsaidia mtu. Watu wengi wanatengenea kwa mawaidha. Haya mawaidha tunatoa leo yakiwapata watu, basi watabadilika. Watu wa Unguja si wakaidi, lakini hawana elimu maskini. Ati mwingine acha tutoe elimu saizi ndogo tu, tunatoa elimu hii hapa. Sisi ndo watu wema, mashaallah. Mwenyezi Mungu atujalie sote tu watu wa peponi. Tumekuja hapa kusikiliza mawaidha. Yaani kuna watu hawajui kama nguo hii ikiwa ina marembo kama hiyo nguo yako na nitizama na wewe inakuwa haifai kutoka nje. Basi kwa hivyo utakapokuja tena basi fanya kama wa jirani yako kwa na buibui jeusi, hiyo nguo yenye marembo hiyo ni kwa bamkwe hiyo, na hiyo marembo yako ya mtandio hayo kidogo yana hitilafu pia, na kwa bamkwe mweke. Nguo inatakiwa ina rangi moja tu, nyeusi ndo nzuri. Ukikosa nyeupe, ukikosa rangi ambayo haikukoza, hata huo mtandio wako mama kijana unatizama au ukatizama nyuma kidogo rangi yake ni imekoza kidogo, fanya ambao hauko nani. Hiyo ndio elimu ambayo tunaitaka, utaipata kwenye mihadhara. Na nasema Ramadhani njema, tuwe wacha Mungu wakati wa Ramadhani na tuwe wacha Mungu baada ya Ramadhani. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni ndugu yenu Musa Ame Musa, wassalamu alaikum. Nawatakia Ramadhani njema na nawatakia sikukuu njema.